Mbona unanitolea macho kama jambazi? Haya, sasa ndugu mgonjwa, kwanza Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kazi iendelee. Sawa. Kwanza kabisa lazima ujue kwamba we ni marehemu mtarajiwa kivyovyote vile, maana si kwa magonjwa haya. Mwili unasheheni uchafu wa magonjwa kama lori la taka. Haya, hapa una magonjwa yako kama buku hivi na ushenzi. Ya kwanza ni magonjwa ya aibu: tezi dume, kaswende, kisonono, sifilisi, gonorea, ngiri ya kupanda na kushuka kama winka, mkanda jeshi, homa ya ini, homa ya mapafu, saratani ya ngozi, ini, bandama, utumbo, matiti, kizazi. Yaani hadi na kuonea wivu. Kweli mama mshenzi, tulia hivyo hivyo, dawa ikuingie. Una pressure ya juu na pressure ya chini, pia umebahatika kuondoka na kifua kikuu, sio kile kisaidizi. Halafu una haya magonjwa mengine ya kujitafutia mwenyewe kama kichwa kuuma. Hii ni kutokana na kula vichwa sana mtaani, unakula vichwa vingi. Mtu mmoja ana madeni makubwa kama deni la taifa. Wewe ndo utafikiri wewe ndo unatumwa na serikali kwenda kukopa nje kwa niaba ya Tanzania. Jinga. Haya, hili tatizo lingine la kiuno, shida ni kufanya ngono kwa muda mrefu. Unawezaje kufanya ngono kwa muda wa masaa 3 au masaa 4? Unatafuta nini? Unatafuta nini baada ya kutafuta hela? Unatafuta nini masaa 3 4? Ujinga kabisa huo. Kama sio maumivu ya kiuno unajitakia nini? Haya, nyanyuka. Bora urudi tu nyumbani. Nyie ndo mnafanya hospitali zinaonekana kwamba hazina upungufu wa madaktari. Sasa mtu mmoja unamiliki magonjwa yote hayo, unategemea utibiwe na madaktari wangapi? Ina maana mtu mmoja wa kutibu watu 100. Awepo daktari wa meno, mgongo, kichwa, kiuno, mifupa, macho, ngozi, uzazi. Pumbavu.